kwamba nifike mbinguni. Huyu yaani usipokuwa na Roho Mtakatifu namchukia huyu mchungaji. Amen. Kabisa. Amina. Maana alianza kunishambulia mpaka kwenye mtandao nikiposti kitu. Sasa nikawa nasema, yaani nikaanza kueleza mchungaji bwana anakuwa hivi mpaka anipatia kwenye mtandao. Kwa hiyo nikaweka chuki. Kabisa. Ninasema mbele ya madhabahu ya Bwana. Amen. Lakini Mungu nimekuwa kila siku nikiingia kwenye mtandao na kutana mafundisho hayo ya kuacha hapa pambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nimelala nikaoneshwa niko sehemu mbaya. Nilafu ninaunguzwa moto, hizi nywele zinaungua moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikastuka kwenye usingizi nikasema ndoto gani? Nikaanza kuikemea. Najua shetani naye ana mawazo yake. Nikaanza kukemea. Sasa siku moja tena niko kanisani akaja mtumishi mmoja. Nilikuwa nimekaa mbele. Mchungaji anafundisha somo hilo lakini alikuwa ananifuata sana mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anaondoka walimshambulia sana pale kanisani. Huyu ameishiwa, huyu hana neno, huyu hana hela za kumtunza mke wake. Akaongea mambo mengi. Lakini mimi nilinigusa sana. Usiku tena nikaambiwa, toa hizo rasta. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninampenda Mungu wa madhabahu hii. Ninaongea haya na maanisha kwa sababu Mungu ananipenda. Anataka nifike kule ambapo Mungu ameahidi tufike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana. Ilikuwa wiki iliyopita. Yaani nilijikuta nachukia kila kitu nachukia. Yaani mimi rasta, yaani kusuka rasta. Yaani nilikuwa naona ni kazi. Kwa sababu tayari nilikuwa nimevamiwa. Lakini nikisimama na ulimi vizuri. Lakini kwenye habari mapambo nilikuwa naona ni kama vile yaani tunapoteza. Kumbe mimi ninapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tu nivumilie kidogo. Kumbe mimi ninapotea. Basi hiyo siku sasa nikamuka, yaani nasikia kabisa kwamba toa. Nikatoa, nikaenda kuyachoma kila kitu. Nikasema, Mungu naomba unirehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unirehemu. Baada ya kuomba rehema, niliomba rehema sana. Nilichukua maombi ya siku nzima. Ninaomba rehema maana nilikuwa nimepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuomba rehema nikasikia moyoni nina amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu kwa madhabahu ya Angaza. Kwa kweli ninamshukuru Mungu anayemtumia mchungaji Obedi. Nikampigia simu jana moja kwa nikamtumia message. Nikamwambia, baba, nimeamua kurudi tena kwa upya kwa Yesu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ninamshukuru tena Mungu sana. Nina amani ndani ya moyo wangu. Ninampenda mchungaji wangu Obedi, ninampenda sana. Anamtumia Mungu ili tufike. Ni kweli makanisa nakuta ni makubwa. Mambo kama hayo ukiyaingiza ndugu yangu, unaweza ukapondwa mawe. Hata mchungaji walimshambulia sana. Wengine waliacha ibada inaendelea. Yaani tulimaliza ibada na watu wachache. Kisa tu mapambo. Lakini Mungu huyu ni mwaminifu. Hivyo vitu ni ubatili tu. Mungu ametutengeneza kwa mfano wake kabisa. Vingine kabisa tunajitungia sisi wenyewe. Tunajilenga, tunajiwekea makope. Yaani ni mavitu ambayo ni ya kuzimu. Nimesikiliza somo jana. Tena hilo somo na wakati kusikiliza. Nilianza kulia nikasema, Mungu naomba unirehemu sana. Tena alifundisha kwa habari ya kufunga kile. Nashukuru Mungu kumbe ile fundisho na mimi baba. Amen. Kuanzia leo. Jamani, vigelegele wa mama. Yesu. Mungu wako anayekuongoza na mimi nitakuwa naye. Amen. Barikiwe na Amen.